Begin with God. Karibu katika kipindi hiki kinachoitwa Anza na Mungu. Friends, we are going into our teachings Rafiki, tunaendelea na mafundisho yetu on predestination. kuhusiana na hatima. Now, when I talk to you about predestination, Ninapoongea na wewe kuhusiana na hatima, I talk to you about the plan of God over your life. ninazungumzia mpango wa Mungu kuhusiana na maisha yako. And most of the people do not know the plan of God towards their life. Na watu wengi hawajui mipango ya Mungu kuhusiana na maisha yao. If you open your Bibles to the book of Jeremiah, Ukifungua Biblia yako kwenye kitabu cha Yeremia, and let's open it and see what does the Bible says. tuangalie Biblia inasema nini. Jeremiah chapter 29. Yeremia 29. And this is where you will find why some people pray and nothing happens in their lives. Na hapa ndipo utakuta watu wengi wanaomba na hakuna kinachotokea katika maisha yao. Jeremiah chapter 29 verse 11. Yeremia 29:11. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. See, God says He has the plans for us. Mungu anasema ana mipango kwa ajili yetu. God says, I know the plans I have towards you. Mungu anasema ninayajua mipango nilionayo. It says plans of peace or plans of welfare. Mipango ya amani wala sio ya mabaya. And nothing to do with evil. Na wala haihusiani na mabaya. To give us a future and an expected end. Kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. So, do we really believe that God has a plan for us? Je, ni kweli tunaamini ya kwamba Mungu ana mipango kwa ajili yetu? When did He establish a plan? Je, ni lini ameweka hiyo mipango? This is what we need to find out. Ndicho tunachotakiwa tuweze The kukitambua. Bible tells us before the foundation of His world, Biblia inatuambia ni kabla ya misingi ya dunia hii. He had a plan for me. Tayari alikuwa na mipango kwa ajili And yangu. that plan is already written in heaven for me. Na hiyo na huo mpango umekwisha kuandikwa kwa ajili yangu. And it's nothing to do with evil. Na hakuna chochote kuhusiana na mabaya. But how many of us today live in this world always thinking about bad things? Lakini ni wangapi wetu tunaishi hapa duniani tukiwaza mambo mabaya? Always we are thinking of evil happening. Somebody's thinking bad about me. Mara zote tunawaza mambo ya uovu na kwamba kuna mtu ananiwazia mabaya. And this is what we are thinking. Ndicho tunachowaza. And to develop, this has been a development in our lifestyle. Na sasa imekuwa inaendelea katika mtindo wetu wa And so many maisha. of us think of all the evil people think about us. Na watu wengi wanawaza maovu ambayo watu wanatuwazia. Oh, they're doing this evil for me. Somebody's talking bad about me. Someone doesn't want me to improve. Kwamba kuna mtu ananiwazia mabaya, kuna mtu hataki mimi niendelee. In the school, they don't want me to come up. Shuleni hawataki mimi niweze The teachers kufaulu. are against me. Watoto wako kinyume The nami. teachers are against me. Walimu wapo kinyume na They mimi, don't even care for me. wala hawanijali. All are evil thoughts. Haya yote ni mawazo mabaya. You get a job. Oh, now in the job, nobody loves me in the job. Unapata kazi alafu unasema hapa kazini hakuna mtu anayenipenda. They want to increase me or don't promote me. Hawataki kunipandisha. And so many things that are evil. Kwa hiyo mambo mengi inakuwa ni kuhusiana na uovu tu. And that's why we find our hope is distorted. Na ndio maana unakuta tumaini letu linakuwa We just linatatizwa. don't have a future. Tunakuwa hatuna tumaini. Just because we have no idea of the predestination of God. Ni kwa sababu tunakuwa hatujui kile ambacho Mungu ametuandalia. Now, verse 12 says, Mstari wa 12 inasema, when you know that mtakapojua God sasa has a plan for you, kwamba Mungu ana mipango kwa ajili yako, this is what you got to do. ndicho utakachofanya. After knowing, Baada ya kujua. if you don't know, you cannot do this. Kama hujui, basi hii huwezi But kuifanya. when you know that God has already written something about you in heaven, Ila utakapojua kwamba Mungu ameandika kitu kwa ajili yako, that inheritance is yours, kwamba urithi ni wako, it's already written for you, imekwisha kuandikwa kwa ajili yako, then verse 12 says, then you shall call upon me, basi mstari wa 12 unasema, nanyi mtaniita, and you shall go and pray unto me, mtakwenda na kuniomba, and I will hearken unto you. nami nitawasikiliza. See, prayer is you only pray because you know there's a plan of God for you. Unajua mara zote unaomba wakati unajua kwamba Mungu ana mipango kwa ajili yako. Why are so many people don't want to pray?
Kwa nini watu wengi hawapendi kuomba? Because they don't know what's God's plan for their lives. Kwa sababu hawajui mipango ya Mungu. They only are living like every other human being are living on earth. Wanaishi kama vile watu wengine wanavyoishi hapa duniani. That's why they want somebody else to pray for them. Ndio maana wanataka mtu mwingine awaombee. They don't want to go on their knees and to pray. Hawataki kuingia magotini na kuomba. They don't want to go and call upon God. Hawataki kwenda kumuita Mungu. And say, Lord, show me what you've called me to do. Na kusema, Mungu nionyeshe ulichoniitia. And people pray. Watu wanaomba. And they give up. Na wanakata tamaa. But verse 13 says, mstari wa 13 inasema, and you shall seek me and find me, and when you shall search for me with all your heart. Nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Verse 12 says, call upon me. Mstari wa 12 inasema, mtaniita. You shall ask and I shall answer, yes. Ndiyo, mtaomba na mtapata. But if you don't get, lakini kama upati, what you got to do? Utafanya nini? He says, and you shall seek me. Asema, nanyi mtanitafuta and find me na kuniona when you shall search for me with all your heart. Mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Now you got to understand this. Sasa inabidi uelewe hili. There's a need of searching God with all your heart. Kuna hitaji la kumtafuta Mungu kwa moyo wote. There is a need to set your heart. Kuna hitaji la kumchunguza moyo. To set your heart and your soul. Kutafuta moyo wako, kuchunguza moyo wako na nafsi yako. To seek the Lord. Kumtafuta Bwana. You need to arise and do what God has called you to do. Inabidi uinuke na kufanya kile ambacho Mungu amekuitia. If you don't believe that God has set a plan for you, kama huamini kwamba Mungu amekuwekea mpango, then you're not going to fight. Basi hautapambana. Then you're not going to pray. Hautaomba. But you just relax. Wewe utatulia tu. But when you know that God has a plan for you, lakini utakapojua ya kwamba Mungu ana mipango kwa ajili yako, and set an inheritance for you, na kuna urithi pembeni, then you're going to fight for it. Basi utaupambania. You're not just going to pray, hautaomba tu, but now you're going to seek. Ila sasa utakwenda kutafuta with all your heart, kwa moyo wako wote. You're going to learn the things in the word of God. Utajifunza vitu vilivyopo katika neno la Mungu. What is written about you in the word of God. Utatafuta kilichoandikwa kwa ajili yako katika neno la Mungu. He promised that you shall find him. Na Mungu ameahidi ya kwamba utamuona when you seek him with all your heart. Utakapomtafuta kwa moyo wako wote. Now verse 14 says, mstari wa 14 unasema, I will be found by you, declares the Lord. Nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. And I will restore your fortunes and gather you from all nations and all places where I have driven you, declares the Lord. Nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi. And I will bring you back to the place which I have sent you into exile. Nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilikowafukuza. Now hear me. Nisikilize sasa. God says, Mungu anasema, you will be found. Utampata. You will find God. Utamtafuta na utampata Mungu. Because he is available. Sababu yupo. He wants to show himself to you. Anataka ajionyeshe kwako. So my question is, swali langu, what are you doing? Je, unafanya nini? What are you seeking? Unamtafuta? Or just praying your own personal needs? Au unaombea tu mahitaji yako? And that's why all the time you've been praying and nothing is happening. Ndio maana mara nyingi tunaomba na hakuna kinachotokea. There's no answers. Hakuna majibu. Even the desire to seek God is no more there. Hata ile shauku ya kumtafuta Mungu haiko tena. Because you tried it and nothing has happened. Kwa sababu umejaribu na hakuna kinachotokea. Remember I said to you. Kumbuka nilikwambia. We have an enemy. Tunaye adui. And Satan is out there. Na shetani yuko pale. To frustrate you. Kukuchanganya. That is number one plan of the devil. Huo ndio mpango wa kwanza wa ibilisi. To wear you out. Kukudhoofisha. When you know what God has called you for, unapojua kile ambacho Mungu amekuitia, and you seek after it, na unakitafuta, he comes up and tries to wear you out. Anakuja na kutaka kukudhoofisha. So that you will give up. Ili ukate tamaa. And this is how Satan has worked in all people's lives. Na hiki ndicho ambacho ibilisi amekifanyia kazi katika maisha ya watu. And that's why you find some people go to witch doctors. Ndio maana unakuta watu wengi wanaenda kwa waganga wa kienyeji. And the key thing to the witch doctor, na kitu kikubwa katika waganga, he knows that he can wear you out. Ni kwamba anajua atakudhoofisha. And so many people have gone to witch doctors. Na watu wengi wameenda kwa waganga. And their lives have been worn out. Na maisha yamedhoofishwa vibaya. And then we come to church. Alafu tunakuja kanisani. With the same mindset. Tukiwa na mtazamo ule ule. That this witch doctor I went to,
he failed me, so I can go to this other witch doctor. Kwamba askofu huyu nilienda This kwake, witch doctor huyu mganga wa kienyeji that I went to, niliyemwendea he failed. I akashindwa, went to another witch doctor. nikaenda kwa mwingine, And again, after going to this other witch doctor, he baada ya failed. kwenda kwa huyu mganga mwingine naye I akashindwa, heard about somebody else, nikasikia kuhusu mtu and I mwingine, went to this other witch doctor, nikamwendea pia and he failed. na akashindwa na yeye. When we come to church, Sasa tunapokuja we kanisani come with the same mindset, tunakuja na mtazamo ule ule, because we have no idea sababu hatujui that when you are born from above, that when you are born from above, kwamba unapozaliwa kutoka juu, you are born into a family. wewe unazaliwa katika The familia. man of God who led you to Christ, Mtu wa Mungu anayekuongoza kwenda kwa Kristo he has a responsibility over your soul. ana jukumu la nafsi yako, Not these witch doctors. sio huyu mganga wa These kienyeji. witch doctors are only out there for their own benefits. Hawa waganga wapo pale kwa ajili ya faida zao. And that is why you find so many people Ndio maana unakuta watu wengi have gone to so many witch doctors. wamekwenda kwa waganga They wengi, tried and failed, tried and failed, tried and failed. wakajaribu na kushindwa, wakajaribu tena na So when we kushindwa. come to church, Wanapokuja we kanisani come with the same mindset. wanakuja na mtazamo ule We go ule, to this church, we try, oh, maybe I think so. This pastor can help me. tunakwenda katika kanisa hili tukisema labda mchungaji huyu atanisaidia. We're not going out to seek God. Hatuendi kumtafuta We are Mungu, going to look for that man tunakwenda kumwangalia yule who that mchungaji man can help you. huyu ambaye unadhani According to atakusaidia. the word of God, Kwa kadiri ya neno la Mungu, cursed is a man who puts his trust in men. amelaaniwa yeye amtegemeaye mwanadamu. And that is why Na ndio maana in the witchcraft world, katika ulimwengu wa uganga wa kienyeji, everyone who's been putting their trust in men, kila mtu aliyeweka tumaini kwa they mwanadamu have been cursed. They amelaaniwa, don't have hope. hawana tumaini. Now we've come back into the church Sasa tumerudi kanisani and have the same concept. na kwa mtazamo ule ule We are looking at men rather than looking at God. tunawatizama watu badala ya We kumtafuta are Mungu. seeking for men rather than seeking for God. Tunawatafuta wanadamu badala ya kumtafuta The Mungu. pastor can tell you we're going to have an online prayer meeting today, and we go there. Mchungaji anaweza kuambia tutakuwa na mkutano wa maombi leo, na Apostle tukaenda. can say this is a week of deliverance of a particular area. Mtume anaweza akasema hii ni wiki ya utume katika eneo hili. So you're going to pray for 4-5 days. Kwa hiyo tutakwenda kuomba kwa siku You're not 4 going mpaka to go 5. home. Hatutakwenda You're going nyumbani. to stay here. Tutabaki hapa. And some people obey Na watu wanatii because kwa sababu they're not interested in seeking God, hawana shauku ya kumtafuta but Mungu, they are after the men. lakini wako kumhusu mtu. And so you find people, Kwa unakuta the watu same people were in one ministry, wale ambao walikuwa katika huduma have moja left that ministry wakaiacha huduma and ile gone to another ministry. wakaenda katika huduma Because they nyingine, heard about the good things that happened in that ministry, kwa sababu wamesikia mazuri yanayofanyika katika huduma ile, and they believed the man of God wakamwamini yule mtu wa rather than Mungu believing God. badala ya kumwamini And when Mungu. things don't work out in that Na ministry, vitu vinapokuwa vifanyike katika huduma they leave ile, that ministry and join another ministry. wanaiacha huduma ile na kwenda So you kujiunga na find huduma so many nyingine. people today Kwa unakuta watu wengi leo are given up. wamekata tamaa, Their lives are worn out. maisha yao They don't even yameharibika know what to do. kwa sababu hawajui wafanye They don't nini, know who to believe. hawajui wamwamini nani, Which man of God to believe. mtu gani wa Mungu wamwamini. And so many of the men of God have tormented so many of the Christians. Na unakuta watu wengi hawa wa Mungu wamewatesa Wakristo wengi, They've given up all their things wamewapa vitu vyao vyote and they've lost na vimepotea and not get good answers to their na lives. hakuna majibu katika maisha yao. Where is our problem? Sasa tatizo liko I wapi? said to you, Nimesema if you don't know that God has planned for you, kama unajua hujui kama Mungu ana mipango kwa ajili yako, if you don't know what are the thoughts of God over your life, kama huyajui mawazo ya Mungu katika maisha you'll be yako, following after men utaendelea kumfuata and thinking mwanadamu that the man is going to tell you what God has called you to do. ukidhani ni mwanadamu atakwambia kitu ambacho Mungu amekuitia. Hear me today Nisikilize and hear me well. na unisikilize vizuri. God Mungu is a God who speaks to his children. ni Mungu anayeongea na watoto He wake. said, my sheep hear my voice. Anasema kondoo wangu waijua sauti yangu. If you are born, truly born from above, Kama kweli umezaliwa kutoka juu, you're born of God, umezaliwa na Mungu, then God has the responsibility of making sure you hear his voice. basi Mungu analo jukumu la kuhakikisha wewe unaisikia sauti If yake. God called you and set you apart for a particular task Kama Mungu amekuita na kukutenga kwa ajili ya kazi maalum and for a particular purpose on earth, na kwa kusudi maalum hapa he duniani, will make every way
basi atahakikisha anafanya kila njia to get hold of you, kukushika, just like he got hold of Moses. kama alivyomshika Musa. Moses ran away, Musa alikimbia, yet in the wilderness, lakini bado kule nyikani God caught hold of him. Mungu akamkamata. I don't know how many times Sielewi ni mara ngapi that God came down in the burning bush. kwamba Mungu alishuka katika kile kichaka kilichokuwa kinateketea. I do not know how many times. Sielewi mara ngapi. But one time I know, lakini mara moja ninajua God got Moses' attention. kwamba Mungu aliweza kumpata Musa. You have to understand. Inabidi uelewe. Sometimes God is looking for us. Mara nyingi Mungu anatutafuta. And we are so much concerned with our problems. Na we are so much concerned about our problems. Sisi tunakuwa tunajali sana matatizo yetu. We don't look at that God is looking out for us. Hatuangalia kwamba Mungu anatuangalia. That God wants to speak to us. Wala hataki kuongea na sisi. That God wants to speak to us. Mungu anatutafuta na anataka kuongea nasi. But we are so busy. Lakini sisi tuko busy mno. Frustrated. Tumechanganyikiwa. And we are running here and there. Tunakimbia hapa na pale. It's time that we need to say to God. Sasa ni wakati inabidi tuseme kwa Mungu. God, if you are God who speaks. Mungu, kama kweli wewe ndiwe unayezungumza. Speak to me. Ongea kwa ajili yangu. Just like you spoke to Abraham. Kama ulivyoongea kwa Ibrahim. You spoke to Jacob. Ukaongea kwa Yakobo. You spoke to Moses. Ukaongea kwa Musa. I want you to speak to me. Ninataka uongee nami. When you have that type of desire, unapokuwa na matamanio hayo, then God will show up in your life. Basi Mungu atajionyesha katika maisha yako. But today I see people. Lakini leo ninawaona watu. Instead of seeking for God, badala ya kumtafuta Mungu, they're looking out for men. Wanawatafuta watu. And because they've been looking out for men, na kwa sababu wamekuwa wakiwatafuta watu, they have been frustrated. Wamechanganyikiwa. My prayer today, maombi yangu leo, get out from this mindset. Hebu ondoka katika huu mtazamo. Remember Jeremiah chapter 29. Kumbuka Yeremia 29 11 to 14. 11 mpaka 14. God says, Mungu anasema, he is always thinking good about you. Yeye anatutizama, anatuwazia yaliyo mema. He is always thinking the best for you. Yeye anafikiria yaliyo bora kwa ajili yetu. No evil. Hakuna uovu. What is our problem? Tatizo letu ni nini? Let's get out of this evil that is in our hearts. Hebu tuondokane na huu uovu ulioko katika moyo wetu. We've been taught and we've been learned by our parents and our grandparents about people who do evil to us. Tumekuwa tukiwaza na tukajifunza kutoka kwa wazazi wetu ya kwamba kuna watu wanatuwazia mabaya. In our neighborhood, katika mitaa yetu, majirani. The people that tell about what's been happening, what's been done by others. Watu watakwambia vitu ambavyo vimekuwa vikifanywa na watu wengine. And so we believe those people. Kwa hiyo tunawaamini watu hao. Well, we don't have time to see God. Wala hatuna muda wa kumtafuta Mungu. To know what God is saying about me. Kujua kitu ambacho Mungu anazungumza kwa ajili yako. To know his thoughts about me. Kujua mawazo juu yangu. When I come to that place, ninapofika mahali hapo, I will know. Basi nitajua for sure. Kwa uhakika that God speaks to me. Kwamba Mungu anaongea nami. And I'm telling you. Nakwambia. As long as you are his child. Kwa kadiri ambavyo unaendelea kuwa mtoto wake. God will speak to you. Basi Mungu ataongea na wewe. Desire it. Hebu tamani hilo. Open your heart to it. Fungua moyo wako kwa ajili ya hilo. And see what God will do for you. Nawe utaona kitu ambacho Mungu atakufanyia. I believe with all my heart. Mimi hapa ninaamini kwa moyo wangu wote. All my heart. Kwa moyo wangu wote. That God speaks to his children. Kwamba Mungu anaongea na watoto wake. He has spoken to me. Anaongea nami. I know it. Ninajua. But it just didn't happen. Lakini haitokei tu. It was when I desired. Ni pale nilipokuwa nimetamani. When I wanted to hear God's voice. Pale nilipotaka kusikia sauti ya Mungu. It didn't happen in one day, not 2 days, not 1 year. Haikutokea kwa siku moja, 2 wala mwaka. It took time. Ilichukua muda. When God saw I was interested. Na Mungu alipoona kwamba mimi nina shauku. I wanted to know. Ninataka kujua. That's when God opened my eyes. Ndipo hapo Mungu akafungua macho yangu. Things started changing in my life. Na vitu vikaanza kubadilika maisha yangu. Every word I read from the Bible. Kila neno ninalolisoma katika Biblia became life. Linafanyika kuwa hai. It was just not an ordinary book. Linakuwa sio kwenye kitabu cha kawaida tu. I saw the words come alive in the book. Bali mimi ninaliona neno likija likiwa hai katika kitabu hicho. And I started trembling. Na mimi huanza kutetemeka. I started trembling in the word of God. Ninatetemeka kwa neno la Mungu. I started believing what God said. Ninaamini kile ambacho Mungu amesema. And God changed my life. Na Mungu amebadilisha maisha yangu. My prayer for you today. Maombi yangu kwako leo. Please. Tafadhali. Remember. Kumbuka. God has good thoughts for you. Mungu anakuwazia mema. He's already written them in the heavens. Na mawazo yake ameyaandika kule mbinguni. You need to go to the heavens. Inabidi uende pale mjuu katika mbingu. God, please. Umwambie Mungu, show me.
Tafadhali nionyeshe, Open my eyes. fungua macho That I yangu may see ili niweze what is kuona written about me kile ambacho kimeandikwa kwa ajili in the yangu book. katika kitabu. Amen. Amen. God bless you. Mungu I akubariki. believe these Ninaamini teachings have been a blessing and a help to your life. ya kwamba mafundisho haya yanakuwa baraka na yanakusaidia katika maisha yako. May God change you. Na Mungu May akubadilishe. God transform you. Mungu akubadilishe In Jesus' name. katika jina la Yesu. See you tomorrow. Tutakuona tena siku ya kesho.